Maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu. Wewe kijana vipi? Nikuulize mzee kulikoni huku vipi? Mbona chungulia? Moto. Mimi nimechungulia hapa. Mimi ndo njia yangu napitaga hapa natoka Uswazi na kuja nyumbani. Ndio njia yangu hii. Mimi nilikuita kwenye kazi hapa tufanye shughuli, wewe unachungulia. Njia yako umechelewa. Na nyinyi hapa mnafanya nini hapa? Sasa mzee ulisema kuhusiana, nimemwambia aje anisaidie hapa. Wasaidie nini? Kitu gani? Mbona nyinyi ni watu wazima lakini akili hamna? Fundi nimeshaongea naye Jose. Atakuja bana. Hebu tokeni hapa kwanza. Tokeni hapa, hebu tokeni hapa. Mzee bila kujali. Ni watu wazima lakini wanaboa. Jamani. Hii ni familia gani lakini? Mke wangu, kuna jambo nataka nikwambie. Jambo gani tena hilo? Kuna rafiki yangu amenisababishia kazi. Wapi huko? Naenda kufanyia kazi Mbeya. Ndio mke wangu, naenda kufanyia kazi Mbeya. Sasa mbona Mbeya mbali sana? Utatuachaje hapa nyumbani na watoto? Mke wangu, naomba tu niruhusu nikafanye kazi. Sijajua utatuachaje hapa nyumbani. Maana maisha yenyewe unajua yalivyo. Tunakutegemea kwa kila kitu. Sasa sijajua kwa kweli. Mke wangu, nitajitahidi. Nitakuwa hata nawatumia hela kwenye simu ya jirani hapo hivi kazi. Sawa, lakini sijajua tutaishije sisi wengine hapa na watoto. Maana yenyewe wanaomba mwelekage, ndio unaondoka ndo mazima. Unajitahidi sasa poa. Tafuta hapo siku 2-3 ili ujue unatuachaje. Sawa mke wangu. Ibla. Ibla. Mletee baba maji. Mletee baba na maji ndani. Huko wenyewe hapa ndo mnaondokaga mnasahau na familia huko. Sitosahau mke wangu familia. Lete maji baba, lete maji. Mpe baba maji. Asante. Mke wangu, mimi ndo naondoka hivyo. Sawa. Sasa ndo unaondoka. Usiende huko ukasahau familia hapa, umeniacha na watoto 2 hapa. Ndo ukasahau tutaishije na tunakutegemea wewe kwa kila kitu. Najua mke wangu. Chochote nitakachokipata nitazidi kuwatumia, nitazidi kupambana juu chini ili nije nikomboe familia yangu. Sio mbaki salama. Bye. Sawa, haya mwageni baba. Bye. Kwa ndio hivyo mwanangu. Hivyo ndivyo tulivyopotezana na baba yenu. Sijui kama bado yuko hai au la. Basi pole mama, nimekuuliza. Lakini nilitaka tu nifahamu
juu ya maisha yenu hapo nyuma. Samahani kwa hilo mama wangu. Na pia pole sana. Nauma sana mwanangu. Nimeoleni peke yangu. Nimekosa malezi ya baba. Mimi nitazidi kuwapambania. Mimi nipo kwa ajili yenu. Lakini pia wewe kama mama unabaki hapa nyumbani. Inabidi unamtazama sana kwa jicho la pili Glory. Umuelekeze baadhi ya vitu. Sawa, nitajisimamia hilo. Haya mama, mimi ngoja niwakimbie. Haya, karibu tena. Asante sana. Uwe na mchana mwema. Na kwako pia. Haya. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu. Baba, Bwana Yesu asifiwe. Okay, vizuri, vizuri. Bwana, mimi nimekuita. Umenisikia binti? Kwa muda wako mfupi uliokaa hapa, umeonekana ni binti mwenye hekima. Ni mtoto unaweza ukakaa ukatulia, maana hata Mungu alikujalia. Sasa mimi nikaona kwa sababu ulijaliwa vizuri, nikupe na hapa uwe mwangalizi. Hii nyumba na kodi zote kuna kusanya wewe. Yote nakutengenezea maisha. Mtoto, mbona unashindwa kuelewa? Nataka ukae utulie, uwe karibu yangu. Uone umempata mzee mwenye hekima ambaye atakuweka sawa, atakutuliza. Mtoto unapendeza, unatoka unang'aa, hata anakuwa anasema kweli mtoto kapata. Uone bahati ya mtoto. Kwa hilo baba ndio uliona litakaa sawa sana kunigewea vitu vyako. Labda wewe hujajua. Nimesema hivi, kwa hekima ulionao na ulivyotulia. Na mtoto mzuri umeng'aa. Bwana, naona ulichagua vizuri, mama alifanya kazi nzuri. Sasa ndio maana mimi nataka nikupe hapa uangalie, upendeze, na mimi nitawajibika kila kitu. Na kodi ya umme kwamba nakusanya wewe bwana. Hakuna mtu atakubabaisha hapo wala kukupiga. Sasa hayo si maisha hayo. Unataka uchakalike uende mitaani wapi? Nataka unatulia, unatoka mtoto unapendeza. Hata unapopita na mimi nikuangalia, nitarudi kijana. Hapana, sijapendezwa na hilo jambo baba. Yaani mimi nakuchukulia kama baba yangu, kumbe tena ni mtu kama vile kama ueleweki. Kwa sababu ukitazama hata Mathayo sura ya 6 mstari wa 18, subiri nikusomee. Nayo inasema, hakuna mtu aweze kutumikia mabwana wawili. Kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hawezi kumtumikia Mungu na mali. Umeelewa baba? Wewe kumbe hujamjua. Mungu ni mzuri. Hivi mimi nitakapokuwa umekaa karibu yangu, mimi nimekupa maisha, tena uwe na bwana mwingine wa watu. Sasa Mungu utamchukiza? Hapa nakwambia utakapompata mtu kama mimi. Si unaniona? Ninalipa mimi ninayezungumza au ni Biblia inayozungumza? Si ndio maana nimekwambia wewe na mmoja, ukinipata mimi huna mwingine tena mitaani. Baba, naona labda hujakaa sawa. Kwanza nilikuwa naenda zangu ibadani, nikafikiri umenitia jambo la maana, kumbe ni kitu ambacho hakieleweki. Samahani, nachelewa kwenda ibadani baadaye. Baadaye kwanza. Nenda unatafakari mama. Najua utaelewa labda baadaye. Sio unamwelekeza, sio mtoto anaelewa kishua huyu. Amezania tu swali. Njoo mara moja Jessica hapa na mazungumzo na kidogo. Haya bwana. Wife. Nini?
Jamani. Sweetheart. Sitaki kusikia chochote. Sasa ndo nini sasa? Nimekuja mume wako bado ufurahi. Sasa ndo hayo mambo gani sasa hayo sasa? Huyo fundi bomba wako. Bado na yale mambo ya fundi bomba. Unajua nimekuletea nini leo? Sijui. Jamani, si wote. Unajifanya upendi, si ndio? Na sweetheart. Ewa. Shakupiga kwenye mshono. Njoo mama. No. Sasa nasemaje? Leo nachotaka nikuonyeshe. Fuata sahani. Nikukomeshe watu. Mr. Nyuzi yuko wapi? Takula kwa macho tu. Kula kwa macho. Halak. Mr. Nyuzi leo atakoma. Yeye anakuambia anatakaje? Mke wangu nataka unenepe. Shelewa. Uenjoy. Hapo mimi nakuwa nakusaidia hapa hiyo. Unaisikiaje hiyo? Kuolewa la? Naona enjoy. Baby nasemaje? Hawa waambea hawana uwezo wa kutuatanisha sisi. Hata siku moja. Cha msingi niamini mimi. Tunania lakini. Pako mimi shafika. Wengine sitamani. Nishe kwanza waone. Wameona? Kina gomba nao ndo wapata nao utafanyaje? Mambo ndo kama hayo. Kweli tuachie wenyewe. Haina shida, mimi niko zangu ndani hapa. Haya poa bwana. Kitu na Hilo. Chana nao hao. Kaka, shikamoo. Marahaba, mambo? Poa, mzima? Mzima tu, za wewe? Ni nzuri. Kaka, samahani nimekusimamisha. Unajua nilikuwa nakutafuta sana. Ila leo namshukuru Mungu tumeweza kukutana hapa. Kuna mambo tunataka tuongee. Ni kuhusu Glory. Sawa, Glory? Glory ana miezi 3 sasa hivi. Shuleni hafiki, Simoni darasani, na walimu yani wamekuwa akiniulizia sana kuhusu yeye. Lakini mtaani tunakutana, au umemhamisha shule? Hafiki shule? Ndio kaka. Mbona hizi taarifa sio za kweli? Kwa sababu asubuhi wanajiandaa na kuelekea shule na jioni namuona akirejea na nguo za shule anafika nyumbani. Sasa unavyoniambia kwamba hafiki shule unanishangaza kidogo. Ni kweli kaka, Glory hafiki shule. Yaani sasa tumekuwa tu tukikutana mtaani na nikitaka kumuuliza kuhusu shule, amekuwa akinijibu short sana anaondoka. Nikaisi labda wenda mmembadilishia shule nyingine. Lakini kule walimu wananiuliza sana kuhusu yeye. Yaani wananisumbua kwa sababu yule ni rafiki yangu. Hizi taarifa zako ni za ukweli? Ndio kaka, ni za kweli. Okay, poa. Asante kwa taarifa zako. Mimi nitalifanyia kazi. Basi sawa kaka. Basi hamna shida. Ngoja mimi naenda pale mbele kwa rafiki yangu. Haya, poa. Haya. Samahani kijana. Bila samahani, shikamoo. Marahaba, hujambo? Sijambo. Bwana mdogo, inaonekana kama ni mwenyeji kwenye eneo hili. Mimi ni mwenyeji. Nashukuru kwa sababu ni mwenyeji. Na mimi nilikuwa kwenye maisha haya, kwenye mazingira haya kwa muda mrefu. Lakini baadaye nikatoka kwa sababu ya utafutaji. Nikahamia eneo jingine. Sasa nimekuja hapa kumtafuta mke wangu na familia yangu kwa ujumla. Mke wangu anaitwa Winifrida. Na ana watoto. Mtoto mmoja anaitwa John, mwingine Hamisa. Unaweza kufahamu? Winifrida. Kama jina kama ni geni kabisa hilo mtaani. Japokuwa mimi ni mwenyeji huu mtaa, mimi naitwa Mr. Nyuzi. Ukifika tu hapo ukiuliza hata katoto kamezaliwa jana, Mr. Nyuzi, ndo mimi hapa wananifahamu. Lakini sasa hilo jina kwa kweli mzee wangu, unaweza kuona labda picha na nini, kitu chochote ambacho kinaweza nina kumbukumbu ya picha ambayo nilipiga nao kwa ujumla familia yangu. Unaweza ukaiangalia, huyu ndio Winifrida mke wangu, huyu ni John mwanangu, na huyu pembeni kwake pia kuna Hamisa.
hao ni watoto wangu na mimi pia unaniona niko hapo. Wewe mzee, hii picha umepiga mwaka gani? Picha hii nimepiga mwaka 2002. Na hapo ndipo toka maeneo haya nikaenda kwa jamaa hangaiko. 2002? Ndio. Sasa 2002 sasa hivi 2025 wapi na wapi wewe mzee jamani? I say. Mbona hizi sura ngeni kwa I say. Sasa hizo mimi naona mashavu kama wimbi la uji kweli hapana. Mzee wangu hapana. Hii picha kwa kweli watu siwafahamu. Unanisaidiaje kwa mfano? Pamoja na kwamba unafahamika sana lakini pia familia hiyo hifahamu. Of course mimi nafahamika sana lakini kwa hizi sura hapana. Mzee wangu hizo sura ngeni. Labda uende huko mbele huko kidogo ukajaribu kuuliza sababu wengine wanaweza kuwa lakini kwa mimi hapana. Basi asante kwa hatua hiyo hapa. Haina hatua. Haina shida. Amina. Sasa. Sura 3 mstari wa 7. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini. Marhaba. Madam, nakuja kwa mwanasema kaje kwenda nyumbani. Ruhusa nyumbani. Kuna shida gani? Nimepigiwa simu, mama ni mgonjwa sana. Na hali mbaya. Nisikize nikwambie. Ukishaingia nyumba hii, mlango wa kutokea haupo. Yaani ukiingia umeingia. Sasa nisikize kwa makini nikwambie. Hapo ulipo, amka, kajiandae kwa ajili ya kazi. Sitaki kusikia porojo zingine. Madam, kama Mungu nipe hata siku 2 basi. Kajiandae uende kazini. Basi nipate siku 2 narudi kazini. Unielewe? Siku 2. Shut up! Toka! Ha. Oh, kanichanganya katikati, kanipa kwa wakati, utamwa kalimati. Mbona nanishika shati kwenye chake? Nakwaje mwanangu? Good brother. Fresh. Asema nyie wasanii wetu nyie. Naishia tu kuimba kitaa. Huko kote hamjulikani. Kwa mwanangu vipi lakini? Eishi. Endelea basi. Nielewa mistari yako brother. Yeah. Oh, vipi tena mwanangu? Mambo gani tena ambayo nataka kufanya sasa hivi mshikaji wangu? Oh, brother umeanza. Nimeanza nini? Umeanza brother? Nimeanza nini? Brother Baria. Vipi hapo? Fresh brother. Kama kawa. Sema brother yako anzingua. Nishakwambia nini kuhusu hilo begi? Sema hamna kweli brother. Poa vipi? Fresh mshikaji wangu, ya kweli? Kama kawa. Poa. Unajua nini? Afadhali tumekuja tena mwanangu. Yule demu wako vipi? Unaweza kuniambia mimi habari za mademu tena? Sikia, mimi nadhani kupange kitu cha maana alafu baadaye unataka kuzengwa basi. Chana habari. Dogo chini. Fresh haina noma mwanangu. Poa, haina shida. Sasa unajua nini? Mwanangu vipi tena mshikaji wangu? Mbona kama hivi? Mambo gani haya mwanangu? Umekuja kufanyaje hapa? Tulia. Mwanangu vipi naona nizengo? Tulia. Mtulie nini mwanangu? Wewe unajua hapa bei. Vipi? Lakini si umenikuta mwanangu. Nyewe msiambieni wakina nani? Kwanza msinizengo. Hapo kwenye niwaambie, mimi nawaambia. Mbwani. Sema brother. Kama brother yako sijui kwa yani sijui akoje yani. Jau, kwambia marafiki zako sijui. Wewe vipi? Leo juma ngapi? Jumatatu leo. Fanyeje asubuhi yote hii? Brother, shule zipo brother. Hata kesho ni siku nitaenda shule. Kwani brother, Nishakwambia nini kuhusu shule? Unafanyeje sasa hizi? Niambie mimi naenda shule. Na sasa hivi unafanyeje hapa?
Unataka mazako atuone sisi jao, si ndio? Nishakwambia kama umemisi hivi vitu unakuja usiku. Sasa hivi asubuhi yote hii unafanyaje hapa? Sema shule naenda blaza. Hizo nywele nishakwambiaje? Hauna hela nikupe au? Hela ipo. Hicho umeweka nini? Unataka mazako aje atuone sisi jao. Blaza. Toa hicho kidude. Hizo nywele hauna hela kunyolea nikupe au? Blaza, hela ipo blaza. Shida ni nini? Sema blaza unanimeza. Shida ni nini? Oa, shida ni nini? Nishakwambia nini kuhusu shule? Blaza. Unataka mama zako atuone sisi jao, si ndio? Unataka mama zako atuone. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika.